Sitakubalisha mimi kama kijana msafi. Sitakubalisha chama ya DCP kupakwa matope na washenzi wengine. Sitakubalisha chama cha DCP tuonekane kama sisi wote ni wajinga only because of some few characters. I'll call you out. Mimi nitawaita kwa majina. Mkikasirika na mimi wa ile nyenye nuka kwa mtumia wako nuka kwa mudu. The reason why naongeanga ukweli bila kuogopa. Hatire mundu thia ko ligariga waka wa ine gakome. Nyinuka kwa mtumia wakwa. Na ndio maana naongea ukweli. Na kama mtakuja kuharibia Rigathi chama, before mumuharibie, tutakuwa tumewaanika na tutakuwa tumewapiga makofi kwa mitandao. Yes, wa Kenya, hamjambo. Mahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa Nugema Young Leaders Movement, na pia mimi ni kiongozi wa vijana chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu, na nimekuja hapa leo kuongea kwa niaba ya vijana na nitaongea kama member wa DCP, na pia nitaongea kama mwenyekiti ambaye anasimamia vijana katika Mlima Kenya, wale ambao ndio wanachipuka katika uongozi. Na nimekuwa katika mstari wa mbele kutetea vijana na haki zao kwa serikali. Na wakati mambo inaenda vibaya, hakuna siku nimenyamaza, nimekuwa nikiongea, na nilianza kitambo zaidi wakati wa abductions. Na hata saa hii, hata kama niko chama cha DCP na mimi ni member pale, bado pia nikiwa huko ndani ni kazi yangu kuhakikisha kwamba natetea vijana. Na mimi ni mfuasi wa Rigathi Gachagua, vile ambavyo mnajua tunafanya kazi na yeye, tunapanga mambo ya chama na yeye, na mimi ni mmoja wale ambao wanasukuma movement ya one term usiku na mchana. Na hapo tumeshikilia na hapo hatuondoki. Lakini ile kitu imenileta hapa, ningetaka kuongea ile mambo niliona ilitokea kule Kirinyaga. Na mnakumbuka iko mambo inaenda kwa mitandao. Kuna msichana mdogo sana alipigwa picha akiwa kule kwa programu ya Nyota, wakati William alikuwa kule Nyeri. I think it was on Monday. Na yule msichana ambaye amepigwa hizo picha na trend, at the same time anaunganishwa na picha ingine akiwa katika mikutano ya DCP. Ni kweli huyo msichana ni wa DCP na amesimamia nafasi ya nafikiri vijana kule Kirinyaga, na huyo msichana ni wetu. Hatuwezi kana tuseme sio wetu. Huyo mtoto ni wetu, huyo mtoto ni wa chama chetu. Hilo jambo ndilo limenileta hapa nikuje kuongelelea. Kwa sababu nimesema hii mwaka ya 2026 tunafanya siasa ya ukweli. Sisi ni kuongea ukweli, mahali iko haki tunasema hapa iko ukweli, iko haki. Na nikasema wale ambao watakuwa na allergy ya sisi tukiongea ukweli itabidi waondoke ama itabidi wapotee. Ya? Lakini ukweli tutasema. Mimi sijafurahia kama kiongozi wa vijana hapa. Sijafurahia kama kiongozi wa vijana hapa vile ambavyo huyo msichana amekuwa handled kule Kirinyaga. Na siku ya Saturday Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliongea akiwa kule Ukambani. Na video ziko. Kama naongea uongo mniambie, video ziko. Mimi nilisema hakuna siku nitakuja hapa kwa media kupoteza wakati wangu na pesa zangu nikiongea mambo ya upuzi. Na kujanga hapa kuongea ile mambo ambayo ni ya ukweli. Siku ya Saturday, Mheshimiwa Rigathi Gachagua kiongozi wetu wa chama cha DCP aliongea akiwa Ukambani na video ziko. Akasema ya kwamba amesikia William anakuja kule Nyeri kupelekea vijana pesa. Na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye ndiye kinara wetu akasema ya kwamba ameongea na vijana na amewaambia waende wahudhurie ile mkutano, wachukue pesa, waende wakasaidia hata kama ni wazazi kulipa school fees. That is what His Excellency Rigathi Gachagua said. Na video iko. Baada ya hiyo shughuli ilifanyika Monday. William Ruto akakusanya vijana wengi pale Nyeri. Wengine walikuwa wametoka Kirinyaga, wengine walikuwa wametoka Embu, wengine sijui walikuwa wametolewa wapi. Vijana wengi wakakusanyika pale Nyeri. Na hapo ndipo huyu msichana wetu anaitwa Maureen Kori.
ndipo huyo msichana wetu anapatikana akiwa mmoja wa wale vijana ambao walikuwa wameenda kuchukua zile pesa za Nyota. Hii programu ya Nyota, sisi ni kweli hatuungi William Ruto mkono. Sisi ni kweli tunakosoa serikali yake usiku na mchana na tutaikosoa kabisa. Lakini hatuwezi kuwa wajinga. Hii program ilitangazwa mwaka uliopita last year. Na huyu msichana akawa mmoja wale ambao vijana wajitokeza kufanya application ya hii pesa. Huyu msichana alifanya application ya hii pesa last year, I think on August. Close to 5 months ago. Ndivyo alifanya application. Baada ya kufanya application, I don't know what the formula ilikuwa inatumika kujua wale ambao wamehitimu na wale ambao hawajahitimu. Lakini she was among wale ambao walihitimu kusaidika ama kuenda kupokea hiyo pesa. Na kama msichana amekuwa amehitimu, amechaguliwa katika mtandao kama wale ambao walihitimu after the application kwenda kuchukua zile pesa, sioni kwa nini tuko na hasira. Wale ambao wako na hasira za ujinga, sioni kwa nini tuko na hasira kwa sababu msichana amepatikana pale Nyeri ameenda kuchukua hiyo pesa. Sioni kwa nini tuko na hasira. Alifanya application kama vijana wengine wote. Baada ya kufanya application, I don't know what the formula, but the formula favored her. Akakuwa selected. Siku imefika, vijana wameitwa pale na Kasongo. Yeye ameenda hapo, amechukua pesa yake 22,000. Alafu hapa Kirinyaga, wale ambao ndio Rigathi Gachagua ameaminia uongozi ya chama hapo. Nataka Wakenya mnisikize vizuri sana. Hapa Kirinyaga, wale ambao ndio Rigathi Gachagua ameaminia uongozi wa chama hapo, kwa mafikira yao duni, kwa mafikira yao ya kishenzi, wakatoa yule msichana kwa WhatsApp group. Kwa mafikira yao ya upuzi, wakatoa yule msichana kwa WhatsApp group. Wakaanza kumweneza kwa mitandao. Wakaanza kumweka kila mahali wakisema ya kwamba yeye ni msaliti. Wakaanza kumweka kila mahali akisema ya kwamba sijui yeye ni mole. Msichana ameregister, yeye ni aspirant pale Kirinyaga ya kiti ya MCA, anatusaidia kuongoza chama pale. Msichana ni wetu, amekuwa akitusaidia mambo ya vyama, all the party activities amekuwa akishiriki, amejipeana pale. Alafu kwa sababu amehitimu kuendea pesa ya Nyota yenye reapply last year August, way before even the party elections were done, ameendea hiyo pesa, mnakuja kumtoa kwa group, mnakuja kumwanika kila mahali mkisema ya kwamba yeye ni mole. Hata utu hamuna. Wala walifanya hivyo Kirinyaga, nyinyi ambao mmesimamia chama chetu cha DCP, mnafanya tuonekane kama sisi ni washenzi. Mnafanya sisi tuonekane kama ni watu very petty. Nyinyi ndio mnatuharibia chama. Wala walifanya hivyo Kirinyaga, hiyo ni puzi mlifanya. Mnafanya chama cha DCP kionekane kama kinaongozwa na wajinga kwa sababu ya upuzi kama hiyo, upuzi ndogo. Nyinyi mliona msichana aliendea pesa, mungeita msichana na hiyo maneno ikwishe. Hamungemtoa kwa group, hamungemwanika kila mahali atia ni msaliti, hamungemfukuza, hamungemwanika kila mahali kwa mitandao. Hata mnafanya hiyo Nyota ionekane kama ni kitu ya maana. Nyinyi wenyewe hata mlitumika hapo kutrendisha hiyo kitu hata kuliko watu watuta wenyewe. Hatuwezi kubali watu wachache wale wameaminiwa chama kule Kirinyaga kushikilia Mheshimiwa Rigathi Gachagua wanafanya maamuzi mengine ya kishenzi na ya kijinga, mpaka wanafanya chama yetu ionekane kama tuko na shida. Wanakuja kupaka chama yetu matope. Na nimekuja kuongelea hapa kwa sababu historia iko katika mitandao. Msikuje kuniuliza kwa nini nimekuja kusemea hapa, singewapigia simu. Mimi hata sijui ni akina nani hao walifanya hivyo, lakini wale ambao wameaminiwa kuongoza chama chetu cha DCP katika kaunti ya Kirinyaga. Lazima ningekuja hapa kwa sababu historia yote nyinyi ndio mlianika kwa mitandao. That is why nimekuja hapa kuwasomea hapa. Rigathi Gachagua yeye mwenyewe kama kiongozi wa chama aliongea Saturday, akasema amekubalisha vijana wake wenye wataendea hizo pesa waendee pesa wasaidie wazazi kulipa fees. Na kama Rigathi mwenyewe amesema, nyinyi ni akina nani mnakuja kutoa huyo msichana kwa group alafu mnakuja kumwanika kama msaliti? Hiyo ni mafikira duni ya kiupuzi. Bas tukiendelea namna hii, nyinyi watu wa Kirinyaga yenye mmesimamia chama, si hata mtatoa mama kwa group wale ambao wanaendea basari. Because in as much as we are criticizing the government, ile vita tuko naye kati yetu na William Ruto is about issues. We are opposing him objectively. Ni vita ya kisiasa. Hatukubaliani na yeye ile mambo mingi anafanya. Lakini hatujaambia watu wetu eti wa boycott government services. Hatujawaambia hivyo. Nataka niongee hapa leo kama kiongozi wa vijana. Sisi hatujaambia wafuasi wetu eti wa boycott government services.
Hii serikali ndio iko na ushuru yetu, hii serikali ndio iko na pesa yetu. Alafu kijana akiendea hiyo pesa mnakuja kumuita msaliti. Hiyo ni upuzi mko naye. Si basi wale wamama wanaendea basari mwafukuze. Wale vijana wanaendea ID katika ofisi ya chief si mwafukuze. Wale vijana wanaenda kujisajili kama wapiga kura kwa IBC si mwafukuze. Kwa sababu hatuwezi kataza watu wetu kuendea zile services wanafaa kuendea kwa serikali. Lakini kama mnatoa msichana mdogo, a young lady kwa group eti kwa sababu wamepatikana huko, hiyo ni kumaanisha hata wakienda kwa ofisi ya chief, ofisi ya DCC, ofisi ya IBC, bas watakuwa wanafanya makosa na ni wasaliti. Muache upuzi na mtofautishe. Sisi kupinga serikali ya William Ruto, sisi kupinga yale maovu William Ruto anafanya na kuambia watoto wetu wa boycott government services. Hatuwezi ambia watu wetu wa boycott huduma za kiserikali. Kwa sababu hii serikali ni yetu, serikali ni wa Kenya sisi wenyewe. Sisi ndio tunawalipa ushuru. Wale wabunge tumewaajiri. Hiyo pesa wanapatiwa na serikali kuu kama basari. Hiyo pesa ni yetu. Sasa mtaambia wamama wenye wanaunga mkono chama hapo Kirinyaga wasiende basari? Mtawaambia wasiende katika ofisi ya gavana kutafuta msaada? Hatuwezi fika hapo. Tunatetesha William Ruto mahali ameanguka. Lakini hatuwezi ambia watu wetu wazushie kuendea misaada ama usaidizi katika maofisi ya serikali. Ofisi ya serikali si ofisi ya William Ruto. Hiyo nyota, hiyo program walikuwa wanapatia hao vijana pesa. Mimi kama kiongozi wa vijana niseme hapa, hiyo pesa si ya William Ruto. Si yake Sugoi ati ameuza mayai ama kuku. Hiyo pesa si ya William Ruto yenye ameuza chai na mandazi hapa Weston Hotel. Hiyo pesa William Ruto alikuwa anapeana Nyeri on Monday. Hiyo ni ushuru ya Wakenya. Hiyo ni ile pesa inakatwa ndugu zetu na dada zetu wale ambao wamepata nafasi za ajira kama house levy. Hiyo pesa ni ile inakatwa watoto wetu kupitia ushuru. Kwa hivyo hiyo pesa si ya William Ruto. Acheni upuzi kuambia vijana mnawafukuza chama eti kwa sababu amepatikana ameendea huko. Hiyo pesa huyo msichana anaitwa Morini alikuwa ameendea, ni ile pesa inakatwa mama yake akilipa ushuru, inakatwa baba yake akilipa ushuru, inakatwa ndugu yake na dada zake wale ambao wameajiriwa wakilipa ushuru. Hiyo si pesa ya William Ruto, haijatoka Sugoi, haijatoka kwa kuku ama mayai ama chai na mandazi yenye anauza kwa hoteli yake. Hiyo pesa ni ya wananchi. And that is why I agree with Rigathi Gachagua when he said acheni vijana waendee hiyo pesa wasaidie wazazi kulipa fees. Mimi ndio nimewaamurisha. Lakini nyinyi mnaangusha Rigathi Gachagua. Na unajua mimi hii chama tutaongea ukweli. Siku nyingine nilikuja hapa nikaongea ukweli, watu wakarukaruka hapa. Sasa endeleeni kurukaruka, lakini hii chama tutaongea ukweli. Sitakubalisha mimi kama kijana msafi. Sitakubalisha chama ya DCP kupakwa matope na washanzi wengine. Sitakubalisha chama cha DCP tuonekane kama sisi wote ni wajinga only because of some few characters. I'll call you out. Mimi nitawaita kwa majina. Mkikasirika na mimi wa ile nyenye nuka kwa mtumia wako nuka kwa mudu. The reason why naongeanga ukweli bila kuogopa. Hatire mundu thia ko rigariga waka wa ine gakome. Nyinuka kwa mtumia wakwa. Na ndio maana naongea ukweli. Na kama mtakuja kuharibia Rigathi chama, before mumuharibie, tutakuwa tumewaanika. Na tutakuwa tumewapiga makofi kwa mitandao kama hii sasa nawapiga. Hatuwezi kubalisha. Hata mnafaa mwaibike. Shame on you wale ambao walitoa Maureen Kori kwa group za DCP katika kaunti ya Kirinyaga kwa sababu amepatikana Nyeri akiendea pesa za nyota. Shame on you wale mlitoa kwa group. Shame on you. Hiyo ni upuzi mlifanya. Hamukufuata maarifa, hamukufuata nyayo za Rigathi Gachagua vile ambavyo alikuwa ameongea, vile ambavyo alikuwa amesema kama kinara wa chama. So nimekuja hapa kuambia Wakenya kwamba hiyo upuzi mlifanya Kirinyaga si Rigathi aliwaamurisha. Na hiyo si msimamo ya chama ama uongozi ya chama. Hiyo ni mafikira zenu duni. Hiyo ni mafikira yenu ya upuzi. Na siku nyingine msifanye hivyo. Tuko hapa kutetea vijana. Sisi tunajaribu kukusanya vijana waingie katika chama cha DCP. Sisi tunajaribu kuleta vijana waingie katika vuguvugu la Wantam. Sisi tunajaribu kuleta vijana kwa pamoja tuwapatie platform. Wakosoe serikali, wakosoe William Ruto. Alafu nyinyi kazi yenu hapo na fikira duni za ushago akili nane hapo, nyinyi kazi yenu ni kutoa vijana katika group katika chama. Hatutakubalisha hii. Huyo msichana si wetu. I don't come from Kirinyaga. She's not my sister. Sio wetu. Simjui hata sijoi muona. Lakini mimi kama kiongozi wa vijana ni
ni nafasi yangu na ni jukumu langu kutetea vijana wote katika Gema. That is why I'm the chairman of New Gema Young Leaders Movement. Wale vijana ambao wanachipuka katika uongozi, ni jukumu langu kuwatetea katika hii mlima. Either wako DCP ama hawako DCP, pahali popote walipo ni haki yangu na kazi yangu kuwatetea kwamba wasifinyiliwe, wapatiwe nafasi. Kitu ingine, I want to challenge you. Hii chama inaitwa Democracy for Citizens. Democracy for Citizens ni kumaanisha ya kwamba katika hii chama ya DCP tuko na uhuru ya kukosoa serikali, tuko na uhuru ya kuongea, tuko na uhuru ya kupatiana maoni. Nyinyi hamwezi kuja kuhujumu, mnahujumu mpaka dhimu ya chama. Chama inatuambia tuko na uhuru ya kufikiria na kuongea na kukosoa serikali na kufanya vile ambavyo tunaona inastahili, vile ambavyo inafaa. Lakini nyinyi hapo mnataka chama ya DCP ionekane kama ni cult. Mnadunisha chama ya DCP katika kaunti ya Kirinyaga, mnataka ionekane ni kama cult. Hawezi endea pesa pale, hawezi fanya hii, hawezi onekana pale, hawezi pigwa picha hapa. Muache upuzi na muache ujinga. Chama haijengwi namna hiyo. Sisi tunataka watu wote wa Kirinyaga waingie katika chama cha DCP. Na msianze kuita watu mzuko na wasaliti. Tunataka watu wote wa kaunti ya Kirinyaga wote waingie DCP. Wacha watu waingie huko. Watu wapiganie nafasi zao huko. Wacha watu wapigane ndani ya chama. Wacha watu wapatiane maoni tofauti wakiwa ndani ya chama. Lakini kama mtu ako na maoni tofauti na ako ndani ya chama, nyinyi mnakuja hapo kumuona yeye kama ni mure, yeye ni msaliti. Hiyo upuzi mtaacha. Chama haijengwi namna hiyo. Chama ni kuleta watu wote. Hata kama mtu ni mwenda wazimu, hata kama mtu ni nani, chama ni kuleta watu wote ndani ya chama. Wacha wakae huko. Mwishowe pale tutakagua tujue mbivu na mbichi, na wananchi wenyewe ndio watakuja kuamua. Lakini hii maneno hapa ya kubrand watu, mtu akipatiana maoni tofauti, mtu akifanya tuka kitu kadogo sababu unatofautiana na yeye, unaweza kumita msaliti. Huyu ni msaliti, huyu ni mole. Mwafukuza yeye kwa group. Hiyo upuzi lazima mtaacha. Hakuna chama inajengwa namna hiyo. Hakuna chama inajengwa namna hiyo. Hiyo upuzi lazima mtaacha. Nitachukua swali moja ama swali mbili, alafu wale watu wasikie. Kwa hivyo huyo msichana, mimi nimekuja hapa kusimama na yeye kama kijana mwenzangu. Nimekuja hapa kumtetea kama kijana mwenzangu. Hakuna makosa alifanya ambayo inastahili afukuzwe katika chama, ama afukuzwe katika groups, ama ondolewe katika party activities. Hakuna makosa alifanya. Alafu pia ninyi, hata wale ambao mnaongoza chama Kirinyaga, nyinyi hata simfukue na tu fikira dogo. Hawa vijana wachache mnafikiri wametoa pesa wapi? Hawa vijana ambao tuko nao wanatufuata kila siku, nyinyi mnafikiri wanatoa pesa wapi? Wengine hata hawana kazi. Wengine wameteswa na kasongo, hawana mbele hawana nyuma. Wengine hata wazazi wao ndio wanaangalia juu. Alafu msichana amehitimu pale, ameitiwa 20,000, wewe uko na akili yako mingi unakuja kumtoa kwa group. Hata ningetaka kujua huyo mwenye alitoa huyo msichana kwa group, kama ni mzazi. Ningetaka kujua kama yeye ni mzazi. Kwa sababu hiyo mafikira si mafikira ya mtu ambaye ako na roho ya kulea ndani yake. Yule ambaye alifukuza huyo mtoto kwa group hana roho ya kulea ndani yake. Hana roho ya kulea ndani yake. Huyo sio mzazi. Mnafahamu vumilia hawa watoto bwana. Hawa watoto hawana kazi. Hawa watoto hata kuona 10,000 zikuwa pamoja wanakaa karibu mwaka. Hawana kazi, wameteseka, wamevinyiriwa. Alafu kuliko muwavumilie, akipata 5,000 pale aendea kule. Ala kuliko muwavumilie, nyinyi ni kuwafukuza. Mkiwafukuza chama mtabaki na akina nani? Watu wa Kirinyaga muache upuzi. Muache upuzi. Jubilee ilianza hivyo 2018. Jubilee ilianza hivyo 2018. Unafukuza huyu, unafukuza huyu. Baadaye walikuja wakapata wale wako nje ni wengi kuliko wenye wako ndani. And that is how William Ruto ended up to be the president of this republic. And that is how UDA ended up kukuwa na wabunge wale wengi katika uchaguzi ya mwaka uliopita wa 2022. Kwa sababu Jubilee ilianza upuzi, kafukuza watu. Finally walijipata wenye wako nje ni wengi kuliko wenye wako ndani. Na wale wengi wakijipata wako nje watu wapiga, mtafanya nini? So kwa hivyo mimi nilikuwa nimekuja hapa kusema ya kwamba hiyo msimamo ya kufukuza hako kasichana, hako katoto kadogo kwa chama kule Kirinyaga, hiyo sio msimamo ya Rigiji. Hawawakilishi msimamo ya chama. Kwa sababu Rigathi mwenyewe alikuwa shaongea tayari. Hao wanafanya mambo zao huko Kirinyaga na hatukubaliani na wao.
Kwa hivyo niambie watu wa Kirinyaga, mahali popote mnanisikiza, chama ya DCP ni chama yenu. Hiyo chama ni ya wananchi, hiyo chama ni yenu. Ingieni huko ndani, mkae huko ndani. Watu wabishane wakiwa ndani, watu watofautiana wakiwa ndani. Ni haki kutofautiana. Hata kwa boma mama na baba na watoto wana disagree karibu kila siku. Day in day out, but you live to disagree so that eventually you agree. Kwa hivyo watu wa Kirinyaga, watu wasianze wafinyiria huko. Chama ya DCP ni chama yenu, ingieni huko ndani. Mtu asiwaite wasaliti. Mkiitwa basari na watu wa tutam, endeni basari. Kwa sababu Kasongo ameshindwa kulipa fees, endeni basari, mlipie watoto wenu shule. Na mtu akikufukuza kwa chama, hiyo chama mjue ni yenu. Rigathi Gachagua alitengeneza hii chama na akasema ni ya wananchi. Na sababu naongea na ukali hapa. Sababu naongea na ukali hapa ni kwa sababu Rigathi Gachagua alisema hii chama ya DCP ni chama ya jamii. Ndio chama yetu hapa, na akasema hii ndio gari yetu hapa. Mtu asikufukuze kwa gari yenye ni ya jamii yenu. Hii chama si yenye tulikuwa tunaenda kuomba. Hii chama ni yetu sasa hapa. Rigiji ametuambia hii ndio chama yetu, hii ndio gari yetu. Kwa hivyo mtu na kiberebere yake hapo, eti kwa sababu anaona yeye anafikia Rigiji, wewe hufikiri Rigiji, asikuje kukuletea kiberebere yake hapo ati kufukuza chama. Mtu asikujaribu kukufukuza katika chama cha DCP. Hii ndio gari yetu, hii ndio gari ya jamii. Hii ndio itatufikisha. Mtu akijaribu kukutoa, usijaribu kutoka. Mtu akijaribu kufukuza, usijaribu kutoka. Hii chama ni yetu na tutakaa ndani. Kwa sababu hii ndio chama ya jamii, tutakaa ndani. Tutakaa ndani, hakuna mtu atakuja kujaribu kutusha sisi hapa. Kwa hivyo mlifanya makosa sana. We need your public apology. Mwambie huyo msichana pole na mnamregesha kwa group. Na hiyo story ikwishe. Na siku nyingine kuanika mtoto kwa mitandao, eti mnamuita. Unajua hata heri angeanikwa na watu wa tutam. And this is why you're getting it wrong. Ndio maana nakasirika. Heri huyo msichana angeanikwa na watu wa tutam, ingeeleweka. Hao ni wapinzani wetu. Lakini nyinyi wenyewe ndio mnamuanika. Na ni mtu yenu kwa chama, wacheni upuzi hata nyinyi. Teoria yake mwakana si ule igere. Kuna wakati Rigathi alikuwa kwa TV alisema ati alikuwa amesema Njogu ndiko na muguoko, lakini bado alibadilisha akasema ati kwa sababu hiyo pesa ndio inakuliwa huko za hospitali, watu wasikubali kuchukua. Mimi nasimama na ile msimamo aliongea kule mazishi. Na video ziko. Na kama sio hiyo maneno alisema, mimi siwezi kuwa nakuja hapa kuongelelea hii maneno naongelelea. I am standing on his promises. Aliongea akasema nimeongea na vijana waende hiyo pesa wasaidie wazazi kulipa fees. Na kwa sababu alisema hivyo, I am standing on those promises. Hao watoto wasijaribu kupigwa na mtu yote. Na hawa washenzi wenye wanafukuza huyo msichana kwa chama, hawajui wale vijana walikuwa kule Nyeri. Hao watu wote ni wa one time. Nisemee hapa. Wale vijana wote walikuwa wameendea pesa huko Nyeri, wote ni wa one time. Wote ni wa one time. Na hata baada ya kupatia hiyo pesa, walitoka hapo nje wakaambia William Ruto, pesa tumechukua, lakini msimamo ni ile ile, bado wewe ni one time. Kwa sababu iko mambo mingi tunatofautiana William Ruto. Sisi kama vijana wa taifa hili, iko mambo mingi tunatofautiana William Ruto. Kando na hii mambo ya nyota. So hata akileta nyota vijana wa kule, bado kuna mambo ingine mingi tunatofautiana na yeye kwa serikali. Kwa hivyo safari ya one time wale vijana hawajasimamisha. Mambo ya one time wale vijana hawajasimamisha. Huyu mshenzi anaona tu hako kasichana kamoja Kenya alitoka kwa group. Hawani hao vijana wote walikuwa huko ni wa one time. Utawafukuza pia. Hatutakubali hii kasumba ya mtu kujifanya ya kwamba yeye ndi kama yeye ndi anajua kila kitu. Hiyo kasumba hatutakubali. Watu wote wakubalishwe wakae katika chama. Watu wakiwa na maoni tofauti, tunatofautiana huko ndani, baadaye tunatafuta mwelekeo. Na hiyo ndio itakuwa msimamo. Hiyo ndio itakuwa msimamo. Wanafanya chama ionekane kama inaongozwa na watu wajielewi. That is very wrong. Hiyo ni makosa kubwa. Hiyo na nitafuatilia hiyo msichana nihakikisha kwamba amerudishwa katika chama. Na naongea hivi na capacity ya chairman wa New Gema Young Leaders Movement, wale ambao wamenipatia nguvu ya kuongea kwa niaba yao. Alafu pia naongea kama member. Mimi ni member wa DCP. I am a member. Mimi ni resign kutoka chama cha UDA. Nikajisajili kama member wa DCP. Kwa hivyo naongea hiyo sauti kama member. Na hii gari tuliambiwa ni yetu, ama tukuambie hivyo? Eto tiradiwa na hiyo gari ya rorere.
ngari-inĩ ĩyo ndĩna gĩtĩ thĩiniĩ, so ndĩraria ndĩ thĩiniĩ tondũ ndĩna gĩtĩ ta memba, na gũtirĩ mũndũ gũtũruta ngari-inĩ ĩno ya rũrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ gũtũruta ngari-inĩ, tũgũthiĩ na ngari ĩno, mũndũ ageria gũkũruta nĩ egũtũhe ũhoro. So kama kuna swali lingine moja tutachukua, kama hakuna swali lingine, muhakikishe kwamba hiyo ujumbe imefikia hao watu wa Kirinyaga, huyo mtoto aachiliwe akae katika chama, na watu wetu wajue ya kwamba sisi hatuja kuja hapa kuambia watu wetu wazushie maofisi ya serikali. Hapana, tunatofautiana na William Ruto ndio, tunakosoa William Ruto ndio, tumekasirika naye ndio, hatutampatia kura ndio, ataenda nyumbani ndio, lakini watu wetu hatuwezi waambia wazushie kwenda katika maofisi ya serikali. Hiyo maofisi ni yetu. Hao watu wanalipa mshahara na pesa yetu, na hiyo pesa yote iko katika serikali, ni pesa yetu. Hakuna pesa William Ruto ama kuna nyinyi si waandishi wa habari, si hata nyinyi mko na akili, si mnajua kupima maneno. Iko pesa William Ruto amekuja nayo kutoka Sugoi kwa akaunti zake akaweka kwa serikali. Hii pesa yote ni ushuru yenu, ile ambao mnakatwa katika ile kazi mnafanya, na ile pia sisi tunakatwa katika ile kazi tunafanya. Hii pesa yote William Ruto anaendesha ni pesa ya Wakenya, si pesa yake. Kwa hivyo hatuwezi ambia wetu ati wa boycott, eti wasiende katika maofisi ya serikali kuendea haki yao. Wala haki yao lazima wataendea. Na tunaambia William Ruto atumfichi. Sisi kama vijana bado msimamo ni yule na ni one term. Na nyumbani utaenda. Patia vijana nyota ni sawa. Hiyo 22,000 ni mzuri, inaweza kusaidia mtu mmoja alipe fees hapo. Kwa sababu ile kesi, hiyo pesa ni yenye tu ingelipia mtoto shule. Hiyo pesa ni ya capitation, na ndivyo nimesema hapa juzi. Hiyo pesa ya nyota ni pesa ya capitation. Na kwa sababu William Ruto ameitoa shule, amekuja nao cash. Usikose kuendea, endea hiyo pesa ikiwa cash upeleka shule. Lakini one time hiyo ni unstoppable. Kwa hivyo kwa haya machache na mengi nitasimamia hapo. Nilikuwa nimekuja kuhakikisha kwamba huyo msichana arudishwe kwa group, arudishwe katika chama. Na sitakubali vijana wahujumwe. Sitakubali wa vijana wafinyiliwe na wale ambao wanajifanya ndio wanajua sana. Na hii upuzi nyingine inaendeleanga hata bila Rigiji kujua. Ndio maana nimekuja kuongea, kwa sababu I'm very sure Rigiji hajui hii maneno yote. Wale ambao wameaminiwa chama chetu huko Kirinyaga ndio wanafanya hii upuzi. Na mnatukosea. Watu wa Kirinyaga, ingieni DCP, hii ni chama yenu. Mwingie huko nyinyi wote. Na mtu asijaribu kukuambia anything kama kutoka katika chama. Asanteni sana kwa haya machache na mengi. Mungu awabariki na tuendelee kuongea sauti kama Wakenya. Asanteni sana.